kwamba mimi namsingizia. Hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Hii kadi ya mtoto Okay, numbers. Karibu sana mwana Basic Super TV katika mambo ambayo yamekwenda kujiri siku ya leo. Maana mambo ambayo yamekwenda kujiri siku ya leo ni mwanadada kutokea nchini Burundi ambaye anafahamika kwa jina la Bella. Bwana Bella amekwenda post video ambayo inaeleza mambo ambayo wamepitia na Sheikh Walid, shehe wa Dar es Salaam, yani jiji la Dar es Salaam. Bana, watu wengi walikuwa wanauliza, Oscar, naomba uweze kuelezea kwa nini au kivipi Sheikh Walid amekwenda kutolewa katika nafasi yake ya ushehe wa Dar es Salaam. Sababu ni nini? Sasa sababu ni hii hapa ambayo imeletwa kupitia video za mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Bella. Sasa nikukumbushe tu kabla sijaendelea, usiweze kusahau kugusa neno hapo chini ambalo limeandikwa subscribe, lakini pia kuweza kucomment juu ya hiki ambacho utakwenda kukisikia, lakini pia utakwenda kukitazama kutoka kwa Bella mwenyewe, dada Bella mwenyewe. Sasa hii sio hadithi wala sio story tu ya kawaida, ni story ambayo imewafanya watu wengi sana waweze kupaza sauti. Bwana, huyu ni mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Bella. Ameweza kusema mambo ambayo ameyapitia na Sheikh Walid. Anadai kwamba Sheikh Walid ameweza kumzalisha mtoto, lakini huyo mtoto hamjali kwa kitu chochote kile, lakini pia hata akiomba mahitaji Sheikh Walid anadai kwamba atampoteza yeye pamoja na mtoto. Kwa hiyo ni maneno ambayo mwanadada huyu yalimkela, lakini pia yalimkwaza. Sio tu mara moja Sheikh Walid ameongea, lakini ni muda mrefu sana Sheikh Walid amekuwa anaongea hayo maneno na hataki kabisa mwanadada huyu hapa aendelee kujenga ukaribu naye. Sasa hichi kitendo kimemuumiza sana mwanadada cha kuweza kutishiwa uhai wa mtoto, lakini pia kutishiwa uhai wa yeye mwenyewe mwanadada. Sasa mwanadada ameweza kutoa uthibitisho wa cheti cha mtoto kimeandikwa nani, lakini pia na baadhi ya vipimo vya hospitalini kuonyesha kwamba huyo mtoto ni mtoto wa Sheikh Walid. Sasa mpaka sasa baraza la BAKWATA limeweza kutoa tamko kwamba Sheikh Walid asimame kazi. Sasa watu wengi wameuliza kwamba kwa nini BAKWATA wameamua haraka kiasi hicho. Sasa mimi leo nitaelezea out of the box au out of the side, yani upande mwingine naweza nikaelezea, kwa sababu watu wengi wamekwenda kumtuhumu dada amefanya makosa, amesababisha mpaka Sheikh Walid aweze kusimamishwa kazi. Lakini mimi nitaeleza vitu viwili tu vya msingi, kwamba huyu dada sio kwamba kusema ni mwenda wazimu, au sio kwamba kusema yeye hana akili, hajitambui hadi kuweza kurekodi video kama hiyo. Unaweza ukarekodi video kama hiyo kama ushahidi, kwa sababu katika video ukiisikiliza anadai kwamba alitishiwa uhai na Sheikh Walid, alitishiwa uhai wa kwake, lakini pia alitishiwa uhai wa mtoto. Sasa hiki kitendo sio kizuri, lakini pia kitendo hiki ni cha hatari. Kwa hiyo lazima mwanadada au mwanamke yoyote, hata kama wewe pia mwanaume, unaweza ukaja juu kuhusiana na jambo hili. Ndio maana akaamua kuweka wazi, dunia ifahamu. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba baraza la BAKWATA mpaka kuweza kuamua Sheikh Walid asimame au asimamishwe kazi kuwa Sheikh wa Dar es Salaam, nalo lilifanya uchunguzi. Najua baraza la BAKWATA kuna wasomi wenye kisomo ambao wamekolea kweli kweli. Lazima jambo ambalo limekuja mezani walifanyia utafiti na walifanyia uchunguzi. Sasa kuamua maamuzi ya kumsimamisha, manake huenda ushahidi ambao waliuleta yule mwanadada ambaye anaitwa Bella umewafanya waamini kwamba Sheikh Walid naye anahusika, huenda anahusika kwenye hili sakata la huyu mwanadada kuweza kupiana maneno machafu, lakini pia kuweza kumtishia uhai wake. Mimi nimezungumza upande mwingine kabisa ambao waandishi wengine wa habari hawataki watu wafahamu, lakini lazima kama tunatoa hukumu au tunatoa maoni yetu, lazima uwaze upande mwingine wa shilingi. Usiwaze tu upande mmoja. Imagine pengine angekuwa dada yako anapitia katika situation hizo mpaka anatishiwa uhai,
na mtu mwenye kiongozi mkubwa au mtu mwenye cheo kikubwa, ungejisikiaje? Kwa hiyo tusijaji katika upande mmoja, lakini katika upande mwingine baraza mpaka kuamua kuweza kumsimamisha. Manake baraza liliamua, lilikaa chini, likapiga hesabu, likafanya utafiti mpaka kuweza kumsimamisha. Hayo ni maoni tu. Na vipi maoni yako kuhusiana na sakata hili la kuweza kusimamishwa kazi Sheikh Walid wa jiji la Dar es Salaam? Dondosha comment yako katika comment section, lakini pia usisahau kugusa neno ambalo limeandikwa subscribe. Bye bye. Niambia mimi ataniua, maaskari wake wanataka kunipiga ofisini kwake. Kweli utu gani? Utu gani kweli shehe? Sijaja ofisini kwako kwa ajili ya ubaya. Nilikuja tuelewane, wewe mzazi mwenzangu, tuelewane. Tuone tunafikia hatua gani kuhusu mambo ya mtoto. Lakini unawapigia maaskari mimi wanifukuze hapo wanipige, waninyanyasa. Uhurumii mwanao, uhurumii damu zako kweli? Ile ni kujidhalilisha Hii ni nini hii? Huu muhuri wa nani? Huu muhuri wa nani? Hebu mtafuteni huyo, mumuulize kama mimi hii ndo nilisaini. Kweli hii ndo nilisaini. Yes, mnasema mimi namsingizia. Mimi simsingizii wala siwezi kumsingizia. Haiwezekani. Haiwezekani. Dokumenti hizi zote, ushahidi upo.